Kwa mara nyingine napenda kukukaribisha kwenye kipindi cha pili cha mfululizo wa mwongozo wa mkufunzi, njia za kufundisha masomo yaliyomo kwenye kitabu hiki. Baada ya kuvielewa vyema vitabu hivi vya msingi, hatua sasa inayofuata ni kuchagua njia bora ya jinsi ya kufikisha ujumbe uliomo ndani ya vitabu hivi viwili katika kuwafundisha wengine neno la Mungu au kuongoza katika kipindi cha majadiliano kulingana na mazingira ya mahali wa Kristo unaowahudumia wanapoishi. Kuna Wakristo walioko kijijini, wengine mijini, wengine wako sehemu tofauti tofauti. Unaweza kuchagua kutumia njia moja au kuchanganya njia kadhaa kulingana na mazingira ya mahali ambapo unahudumu au muda uliopo au mahitaji ya watu wako yanawezekana yakawa tofauti. Mtu mmoja anaishi Mwanza, mwingine labda anaishi huko kijiji cha Nyamatala, au mwingine anaishi mji wa Magu. Kwa hiyo kuna tofauti. Kwa hiyo ni muhimu, lazima tutambue mazingira ya wale tunaowahudumia, na unaweza kutumia vitabu hivi kulingana na mazingira ya mahali ambapo hawa watu wapo. Kwa hiyo kuna njia mbalimbali, na ujue kwamba hizi njia mara zote zinakuwa zinalenga kutimiza malengo yafuatayo. Lengo la kwanza ambalo njia hizi zote ni kuchochea tena moto wa kiroho kwa Wakristo waliopoa au Wakristo ambao wanataka kuendelea zaidi. Lengo la pili ni kuwawezesha viongozi kuwa na vitabu ambavyo vinaweza kuwasaidia kuandaa masomo mbalimbali, na hasa kwa wiki ijayo masomo ya mwongozo wa jinsi ya kuyatumia katika semina ambazo watakuwa nazo, na kuwasaidia ili Wakristo waweze kuyaishi yale maneno ya Mungu ambayo yameandaliwa. Lakini lengo la tatu ni kuandaa wawezeshaji waaminifu watakao wafundisha wengine. Kwa hiyo hizi ni zana ambazo zimeandaliwa ili kusudi uweze kuwasaidia wengine ili waweze kuwasaidia. Kwa mfano, wewe kama uko katika pastorate unatakiwa kuwafikia wale walioko katika local church. Kwa hiyo unaweza ukawaandaa ili waweze kuzitumia zana hizi kwa ajili ya kuwafundisha watu katika kijiji chao au katika kanisa la msingi. Njia za kufundisha masomo haya zinaweza zikawa tofauti. Unaweza mkatumia mfululizo wa masomo ya wiki 8. Vitabu hivi vinaweza kabisa kutumika kwa muda mrefu, na vinaweza vikawa ni mtaala mzuri tu wa masomo yanayofundishwa kwa muda wa wiki 8, na hasa kwa vikundi vya ufuasi, vikundi vya maombi au vikundi au hata kama semina. Kwa hiyo inakupatia muda mzuri wa kuweza kuandaa masomo na kuweza kuwasaidia Wakristo. Ratiba ya kila kipindi yaweza ikawa katika hali kama kwa mfano ifuatayo. Kwa mfano, kama ukiamua kufanya kwa muda wa wiki 8, ratiba yako ya kipindi yaweza kuwa kama ifuatavyo. Mara zote kama unavyojua, mnapokuwa katika semina ni vizuri sana kuanza kwa maombi na muda wa sifa, kwa kuabudu, kuimba, na hii inaweza ikachukua labda dakika 10, na hii inasaidia kuweka mazingira ya kiroho na kumkaribisha Roho Mtakatifu. Unapojua katika sifa Bwana ndipo huwa anajiinua. Na jambo la baada ya sifa unaweza ukaanza marudio na ushuhuda kwa dakika 5. Uwapatie watu nafasi ya kutafakari mambo ambayo wamejifunza labda wiki iliyopita, na hii inasaidia sana, na inafuatiwa sasa na muhtasari wa somo la siku au kipindi. Kwa hiyo baada ya kuwa umefanya review, umefanya marudio, unaingia sasa katika somo la siku hiyo, na hapa sasa unawasilisha wazo kuu la sura ambayo mnaijadili. Na baada ya kuwa umemaliza kwa muda wa dakika kama 15, basi kinachofuata ni majadiliano kwa kutumia kitabu cha mwongozo. Na ni vizuri zaidi kutumia kama dakika 30 kwa ajili ya majadiliano. Unaweza ukawagawa watu katika vikundi mbalimbali ili kusudi waweze kuwa na muda mzuri. Ni vizuri zaidi kuwa na
vikundi vya watu 5, hata 3, 4 ni vizuri zaidi. Baada ya kuwa mmejadiliana kwa muda, basi inayofuata sasa unatakiwa kuwapatia watu nafasi ya kuweza kutafakari wao binafsi, na baada ya hapo mnakuwa na muda wa kufunga kwa maombi, na hii inasaidia zaidi. Huu ni mapendekezo. Wakati mwingine unaweza ikawa isivyo hivyo, lakini ni vizuri zaidi kuwa na mpango mzuri unapokuwa unaandaa masomo kama haya na kuendesha vipindi kama hivi. Na kwa hiyo njia nyingine ambayo labda nizungumze kwanza faida ya kuwa na wiki 8 ikoje? Ni faida gani tunayoipata tukifanya masomo haya na kuyaweka na kutanua mpaka wiki 8? Jambo la kwanza, huchochea nidhamu na ukuaji wa taratibu wa kiroho, kwa sababu mtu anakuwa na wiki nzima ya kulitafakari somo la wiki hiyo. Faida ya pili ni kujenga uaminifu na mahusiano kati ya washiriki. Mnapokutana kwa wiki 8, mnajenga mahusiano na mnakuwa na nafasi ya kujadili kwa kina yale masomo yaliyopo katika kitabu. Faida ya tatu ni hutoa nafasi ya tafakari binafsi na maombi ya ndani. Maana mnakuwa sio kwamba mnakimbia sana, lakini mnakuwa na muda mzuri wa kutafakari pamoja. Hizi ndizo faida ambazo zinapatikana katika kutumia kwa muda huo. Jambo nyingine ambalo, njia nyingine ambayo inaweza kutumika ni kama ya wiki ijayo, ambapo mtakuwa na semina ya wiki ya Pentecost. Unaweza kufanya semina ya siku 7. Hii ni njia bora kwa ajili ya matumizi ya wiki nzima ya kitabu hiki, masomo ya neno la Mungu kwa kanisa, na hii inaweza ikawa ni kwa kanisa zima, ambapo kanisa zima linakuwa na muda mzuri wa kujifunza neno. Lakini pia ukiamua kufanya kwa ajili ya faragha, wachungaji labda wa pastoreti wa chalo, siku hizi mnasema majimbo, au viongozi wa taasisi za kanisa, njia hii hutoa nafasi ya pekee kujifunza kwa pamoja ujumbe uliopo katika hizi sura 8 za kitabu kwa wiki nzima, na inakuwa ni nzuri zaidi kwa sababu mnakuwa mmepanga muda kama kanisa zima, ambapo mnakutana kwa kila siku mnakuwa na somo moja, kila siku somo moja, kila siku somo moja, kila siku somo moja, na mnakuwa na vipindi vizuri tu vya majadiliano. Je, mpangilio unawezaje ukaweje? Na ninapendekeza, kwa sababu ni sura 8, ni vizuri labda upange ifuatavyo. Siku ya kwanza, Jumatatu, mnapoanza mnaweza ukasoma sura ya kwanza na ya pili. Sura ya kwanza na ya pili zinaweza zikaenda vizuri, kwa sababu hii ni sura ambayo inajikita kuwasha moto wa ndani na kutiwa na nguvu na Roho Mtakatifu. Inaanzisha ule msingi wa kitabu kizima. Halafu siku ya pili ndio unajikita katika sura ya 3 ambayo inazungumza juu ya kuondoa vizuizi vya kiroho, na siku ya 3 unaanza sasa kwenye wito wako. Sasa hii ni sura ya kuzungumza juu ya wito wako, yani mission yako, kama nilivyoeleza hapo awali. Na siku ya 4 unazungumza juu ya sura ya 5 ambayo ni ongozwa na Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo ni muhimu sisi kuongozwa na Roho Mtakatifu. Siku ya 5 unazungumza sura ya 6 ambayo ni toba na mabadiliko, na unapokuja siku ya 6 unazungumza juu ya sura ya 7 ambayo ni ya muhimu sana, swala zima la uinjilisti, kuongeza wafuasi wa Yesu Kristo. Na siku ya 7 sasa, ambayo ni ya mwisho sasa, unazungumza juu ya sura ya 8 ambayo ni kwa jinsi gani sasa tuhudumishe huu moto au maono na namna ya kuwatuma sasa hawa ambao umewafundisha kwa wiki nzima. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia, na kuna baada ya kuwa umegawa kwa njia hivyo, kuna mambo ambayo nafikiri ni ya msingi uweze kuyaelewa. Je, ni mambo yapi ambayo unatakiwa kuyazingatia katika kila siku, katika kila somo unalofundisha? Kuna mambo kama yafuatayo, ni mambo kama 5 shughuli ambazo zinatakiwa kujumuishwa katika kila somo la siku. Jambo la kwanza ambalo ni la muhimu, kwa mfano kama mnafanya semina ya wiki ya siku nzima, ibada za asubuhi na sifa,
ambapo watu wanakuwa na muda mzuri wa kumsifu Bwana. Baadaye inafuatishwa sasa na mafundisho na majadiliano katika vipindi. Kwa hiyo hii inaweza ikachukua labda siku asubuhi yote ambapo mafundisho, mtu anasimama anafundisha kwa undani, halafu baadaye inafuatiwa sasa na tafakari binafsi na uandishi wa maono. Na kwa mchana sasa mkirudi, mnaweza mkafanya kuigiza, simulizi, matumizi ya ubunifu wa somo. Na vipindi vya jioni vinakuwa ni vipindi vya maombi, kutoa ushuhuda jinsi ambavyo somo limewasaidia na kuimarishana na mshikamano wa kikundi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo unaweza ukayafanya kila siku, na narudia tena, haya ni mapendekezo. Wewe una uhuru wa kuweza kupanga tofauti na jinsi ambavyo, lakini huu ni mwongozo ambao unaweza kukusaidia wewe kujua namna ya kufanya, kwa sababu wakati mwingine unapokuwa sasa nitaendeshaje semina ya wiki nzima, haya ni mambo ambayo napendekeza yanaweza kufanyika hasa kwa semina ya siku 7. Na kuna faida nyingi kufanya semina ya siku 7. Faida ya kwanza ambayo unaweza ukaiona hapa ni kwamba inasaidia kanisa zima kujifunza kwa kina ujumbe kamili wa kitabu. Kwa mfano, kichukua sura ya kwanza, mnatenga siku nzima kujifunza juu ya sura hiyo. Lakini pia faida nyingine ni kuchochea upya karama za kiroho na ufafanuzi wa uongozi. Hii inasaidia zaidi kwamba Wakristo wanaweza kuona kwamba je, nina karama zipi ambazo ninazo. Kwa hiyo inawasaidia zaidi, na pia huwezesha Wakristo kwenda kuwa wawezeshaji wa baadaye, kwa sababu unapowaingiza kwa kina katika kujifunza haya, wanakuwa na ujasiri sasa, kwa sababu wamekijua kitabu vizuri na wamejua masomo vizuri, wamejua mistari hii ilivyofafanuliwa vizuri. Kwa hiyo wanakuwa na uwezo wa kuwasaidia wengine ili waweze nao kukua kiroho. Njia nyingine ambayo ni ya 3 ambayo inaweza kutumika kufikisha ujumbe, hii ni ya mtu mmoja, na ambayo ni swala ambalo ni la muhimu, kwa sababu unaweza ukasaidia. Na hapa kuna mambo ambayo ni ya msingi kuweza kuelewa. Sasa kwa mfano, kama unataka kufundisha mtu mmoja, ni vizuri kwanza utambue ni yupi unayetaka kumfundisha au kumfuasi. Halafu pange ratiba ya kukutana mara kwa mara na mtu huyu mahali ambapo ni salama. Kwa mfano, kama ni mtu mpya katika Ukristo, unatakiwa kumweleza vizuri. Kwa hiyo ni vizuri zaidi unapanga muda mzuri wa kukutana naye, na tumia kitabu cha mwongozo kwa ajili ya kuweza kusaidia kuwa na maswali ambayo yanaweza kukuongoza kutafakari naye, kuomba naye na kumtia moyo kila wakati. Kwa hiyo ni mambo ambayo ni ya msingi sana. Kwa hiyo hizi ni njia ambazo zinaweza zikawa ni za manufaa makubwa sana. Na faida kubwa ya kutumia kitabu hiki kwa ajili ya ufuasi wa mtu mmoja ni kwamba ufuasi wa kina na mabadiliko na ukuaji wa kiroho unaweza kutokea, kwa sababu hasa upande wa vijijini. Nazungumza sana juu ya kijijini kwa sababu wakati mwingine inakuwa ni vigumu sana kuwapata watu wengi, na inafaa kwa maeneo ya kijijini kwa sababu wakati mwingine huwezi ukapata labda vikundi vikubwa kwa sababu watu ni wachache. Lakini pia hujenga wawezeshaji wa baadaye kwa njia ambayo ni endelevu na ya karibu. Unapokuwa na mtu mmoja ambaye unamuongoza taratibu, unakuwa na muda mzuri wa kuwa na majadiliano ya karibu na huyu mtu, na hii ni njia pekee ambayo inaweza kumsaidia na kumimarisha na kumjenga huyu mtu ambaye amempokea Kristo. Kuna njia nyingine ambayo ni nzuri, ni kutumia kwa ajili ya kanisa zima, njia ya kufundisha masomo haya kwa kanisa zima. Na hapa kanisa lote linaweza likakutana pamoja, au kanisa zima kabisa la AIC linaweza likakutana, au kanisa lolote ambapo mnakuwa mmepanga muda maalum wa kufanya hivyo, kama vile ambavyo
wiki inayokuja ni kanisa zima la AIC litakuwa na muda wa wiki ya Pentecost, ambapo kanisa zima litajikita katika kukijadili kitabu hiki, na hii inasaidia sana 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 sana. Kwa hiyo inakuwa ni muda mzuri wa ninyi kukaa pamoja kwa muda huu wa siku 7, na unalenga zaidi kila sura inakuwa na muda wa kuijadili, na mnaweza mkagawa katika vikundi mbalimbali. Kwa mfano, kama watoto wadogo wanaweza wakawa na vipindi vyao, vijana wakawa na vipindi vyao, watu wazima wanaweza wakawa na vipindi vyao, na hii inasaidia zaidi kwa sababu unaelezea sura hiyo kulingana na uwezo na ufahamu wa lika lile la watoto. Kwa mfano, mtoto mdogo hawezi akakaa na watu wazima. Kwani ni vizuri zaidi kuangalia ni namna gani haya masomo yanaweza kufundishwa kulingana na uwezo wa mtu wa ufahamu wake. Na kitu kingine ambacho ni cha msingi zaidi hapa, ni vizuri kupanga vizuri. Upange vizuri kama mtumishi wa Mungu ambaye unataka kulihusisha kanisa zima, kueneza maono kwa viongozi wa kanisa, na ndivyo tunavyofanya sasa. Haya mafundisho ambayo nayatoa ni kueneza maono kwa kanisa zima, lakini pia niko hapa kwa mfano kusaidia uweze kupanga mahubiri, masomo ya watoto wa vikundi kulingana na sura za kitabu, na hilo ndio ninalolifanya sasa, kwamba ni muhimu zaidi uweze kupata haya maono na kujua namna ya kukitumia kitabu kama hiki kwa ajili ya manufaa ya kanisa zima. Ni njia bora ambayo inaleta umoja wa pamoja katika kanisa, kwa sababu mnakuwa mnafanya kitu kimoja, na hii pia inatusaidia kuandaa wawezeshaji ambao watakwenda kwa ajili ya kuwasaidia wengine, na ni mambo ambayo ni ya msingi sana. Je, kuna faida gani kutumia kanisa zima kujifunza sisi sote kama kanisa zima? Kuna faida 3 ambazo nataka kuziainisha hapa. Faida ya kwanza, huongeza mshikamano wa kanisa lote chini ya ujumbe mmoja. Mwaka huu tunazungumza juu ya mawakala wa moto, chochea moto ulio ndani yako. Kwa hiyo sisi sote tutajifunza juu ya hili, lakini pia huchochea uamsho wa kiroho katika idara mbalimbali, katika marika mbalimbali, katika vikundi mbalimbali. Na faida ya 3 ni kwamba hii huhamasisha ushiriki wa vikundi vya rika zote na kuongeza kasi ya mabadiliko. Kwa hiyo ni msingi sana kuweza kutambua mambo kama haya. Kwa hiyo hizi ndizo njia kama 4 ambazo nimeziainisha katika somo hili, ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kupanga namna ya kufikisha ujumbe. Basi niombe tu Mungu akusaidie na kutie nguvu unapoendelea kufuatilia vipindi hivi ambavyo nitaendelea navyo. Asante sana. Bwana akubariki.